Amina. Alimwambia Gideon, Amen. Nenda kwa uwezo huo ulionao. Amen. Hata kama ni mdogo. Amen. Hata kama una nguvu kadogo. Kuna nyakati maisha hubadilika kwa kasi ambayo hakuna anayetarajia. Mtu aliyekuwa akiheshimika jana anaweza kujikuta kesho hana pa kulala. Mtu aliyekuwa akiwafariji wengine kwa neno la Mungu anaweza siku moja kuhitaji mtu wa kumfariji yeye. Hiki ni kisa cha Debora, mwanamke aliyeishi jijini Mbeya, kisa cha maumivu, machozi, lakini pia tumaini lisilokufa. Baada ya kuachwa na mume wake akiwa na watoto wadogo, Debora alibaki peke yake akibeba jukumu zito la kuwalea. Alipambana kwa kila njia kuhakikisha watoto wake hawakosi chakula na mahitaji ya msingi. Lakini kadiri siku zilivyopita, ndivyo maisha yalivyozidi kuwa magumu. Akiwa hana njia nyingine, alikimbilia kwa ndugu zake akiamini wangekuwa sehemu yake ya faraja. Lakini badala ya kupata upendo na msaada, alianza kunyanyapaliwa. Nimejikuta naishi yani ndugu kama ndugu, nimetambua kwamba kumbe ndugu wa kweli ni wale watu wa Mungu. Ndugu wa kweli ni wale watu wanaomfahamu Mungu. Unaweza ukatoka na ndugu, baba anaweza akakuzaa, lakini unaweza kuwa na rafiki. Maisha yangu niseme mara ya kwanza niliutupa upendo kwa wanaume, nikijua labda wanaume watakuwa ukombozi wangu. Nikasubutu hata kuzaa na huyu nikijua labda nikibadilisha labda nitapata ule upendo wa kweli. Lakini jambo nililolitambua true love ni kwa Mungu. Alijiona mzigo, alijiona hana thamani. Milango aliyodhani ingemfungukia ilianza kufungwa mmoja baada ya mwingine. Ili apate hata fedha kidogo ya kujikimu, Debora alianza kuokota makopo yaliyotupwa. Kazi hiyo ilimlazimu kutembea maeneo mengi, hasa karibu na baa ambako makopo yalikuwa mengi zaidi. Ndipo maisha yake yakaanza kubadilika kwa namna ya kusikitisha, kwa kuwa mara nyingi alikuta mabaki ya pombe kwenye chupa na makopo. Alianza kuyanywa. Kilichoanza kama jaribio la kuondoa njaa na uchovu, taratibu kikawa sehemu ya maisha yake. Baadaye alianza kulala kwenye baa na maeneo mbalimbali, huku akizidi kupoteza heshima, matumaini na mwelekeo wa maisha. Lakini hata katikati ya giza hilo, kipawa alichokuwa amepewa na Mungu hakikufa. Siku chache zilizopita, kijana mmoja aliyejulikana kama Mwifusi, akiwa anatengeneza maudhui ya video, alikutana na Debora. Debora mwenyewe aliwasogelea na kuwaomba wamshirikishe kwenye video. Kwa sauti ya unyenyekevu aliwaambia, "Mimi nilikuwa mtumishi wa Mungu." Walishangaa, wakamuuliza, "Unaweza kufanya nini?" Akajibu kwa kujiamini, "Naweza kuhubiri." Wakamruhusu. Aliposimama kuhubiri, maneno yake yalikuwa na nguvu, yalikuwa na mguso na kuonyesha wazi kwamba ingawa maisha yake yalikuwa yameporomoka, moto na wito wa Mungu ndani yake haukuwa umezimika. Mimi nipungue, Yes. wewe uongezeke. Yes. Huyu ni mtumishi wa Mungu Debora, na ni dada yetu, anaichapa injili katika hali yoyote ile. Ukitaka kujua Bwana alitumia mwanapunda akamfanya Balaam aelewe kwamba mbele kuna uzio, basi leo ndivyo tumeamini kwamba Mungu yupo kwa kupitia mtumishi wa Mungu Debora. Kabisa. Amina mama. Lakini kwa ajili ya Yesu. Amina Debora. Huyu hata kama ni takataka, ndio nilikufa kwa ajili yake. Amina. Nilijitoa kwa ajili yake. Amina. Anapoikumbuka damu aliyoimwaga msalabani. Amina mtumishi Debora. Kinachosababisha. Amen. Atusamehe. Amina. Amina. Kinachosababisha sio kukiri kwetu. Kabisa. Kinachosababisha sio maombi yetu, hatuna maombi ya kutosha. Amen. Amen. Hatuna nini. Amen. Ila kinachosababisha ni sababu moja. Amen. Kwamba nilijitoa msalabani. Amina. Akikumbuka damu aliyoimwaga. Huyu ameniomba kamsamaha hata kadogo. Ndio maana Waamuzi 11. Amina. Alimwambia Gideon. Yes. Nenda kwa uwezo huo ulionao. Amina. Hata kama ni mdogo. Hata kama una nguvu kadogo kumwelewa Yesu. Nenda nako kwamba Baba nakupenda. Amina. Na alipokufa msalabani, pazia hekalu lipasuka. Amen. Ile pazia hekalu ilifunguka. Sio kwamba upitia kumposa. Ni kwamba nenda mwenyewe. Kaa pembeni kwenye chumba chako. Amina. Yesu sasa nakutaka. Amina. Naamua kutubu dhambi zangu. Amina. Naamua kuyaacha maisha ya dhambi. Amina. Angalia unapombeba Yesu. Umembeba kitu cha thamani. Amina. Mama Bikira Maria alivyombeba mpaka leo hii wanamuita mama. So tumbo lilibeba Mama Maria. Yes. Yule
yule mwenyewe nani punda aliyembeba Yesu alivyopita kule nani Jeriko, alitandikiwa matawi. Ndiyo. Asingetandikiwa angekuwa punda peke yake kabisa, ila walimtandikia kwa sababu alikuwa na Yesu. Yes. Alipata kutandikiwa matawi, alipita mbele ya matawi. Amina. Kwa ajili ya kumbeba Yesu. Tumbebe Yesu hichi kizazi. Amina, amina, amina. Tumbebe. Kilichotokea baada ya Yusufu, aliota ndoto. Amen, amen. Vitu vinamwinamia. Amen. Baada ya kutaja ndoto yake. Amen. Kumbe mpango wa Mungu kwa mtu unaweza ukajiona kama kawaida, kumbe ana mpango na wewe. Amina. Kilichotokea kwa Yusufu, ndugu zake wote alimuinukia. Amen, amen, amen. Baada ya pale akaja akawa waziri mkuu. Hata kwa Musa, sikiliza. Amen. Hata kwa Musa kama Musa. Musa, Mungu kwa vile ana kusudi la Musa aliamua kuchinja watoto wote wa kiume. Amina, amina. Unaona, kukosa kuchinja watoto wa kiume, Musa angeishi kwenye nyumba ya Farao. Kumbe mpango wa Mungu bora mpe wote ili mtu wangu faida aishi. Yes. Haleluya. Amina. Amina. Angalia nikuelekeze. Ndiyo. Mpango wa Mungu anaweza kaua kila mmoja hapa kwa ajili yako. Amina. Sodoma na Gomora aliangamiza, kila mmoja alitaka rudi. Yes. Amina. Mungu sio kama Debora. Kwa nini Debora mama usiachane na mambo ya kunywa kamnywesho kabaki kuhubiri injili ya Yesu? Sina maisha. Hauna maisha. Shida ni kwamba hauna maisha, lakini unatamani kuhubiri injili ya Kristo. Natamani sana. Mimi pungue. Yes. Wewe uongezeke. Yes. Mimi nipungue. Amina. Wewe. Tuna nini ile caption inasemaje? Yes. Uongezeke Yesu. Uongezeke kwangu. Nipungue na wewe uongezeke. Huyu ni mtumishi wa Mungu Debora, na ni dada yetu, anaichapa injili katika hali yoyote ile. Ukitaka kujua Bwana alitumia mwanapunda akamfanya Balaam aelewe kwamba mbele kuna uzio, basi leo ndivyo tumeamini kwamba Mungu yupo kwa kupitia mtumishi wa Mungu Debora, maana ametupiga gospel mpaka tumeokoka. Guys, kweli Mungu yupo, haijalishi. Guys, Debora, wasalimia watu waliopenda injili yako, waliokupenda Debora, umetamani ubadilike, unawaambia nini kwanza? Yaani kwanza nashukuru. Ndio. Sikutegemea. Ndio. Yaani sikujua kwamba labda vile imefika mwisho kwangu, labda ndo mwanzo kwangu. Ndio. Ndio. Na jambo lingine, tangu siku nimekutana na hao ndugu zangu, nilivyoongea nao, yaani kwa kweli yaani ni vitu ambavyo sikutegemea kama nitapata company mpaka kufikia hapa nilipo. Amina. Na hata waliponiulizia, niliwaambia kwamba nina uwezo wa kufanya, nikajishughulisha angalau kidogo, ili hata at least ninaposali nakuwa sina sababu yoyote ile ya kunisababisha mimi nifanye nini, nirudi nyuma. Nimejikuta naishi yani ndugu kama ndugu. Nimetambua kwamba kumbe ndugu wa kweli ni wale watu wa Mungu. Ndugu wa kweli ni wale watu wanaomfahamu Mungu. Unaweza ukatoka na ndugu, baba anaweza akakuzaa, lakini unaweza kuwa na rafiki. Maisha yangu niseme, mara ya kwanza niliutupa upendo kwa wanaume, nikijua labda wanaume watakuwa ukombozi wangu. Nikasubutu hata kuzaa na huyu nikijua labda nikibadilisha labda nitapata ule upendo wa kweli. Lakini jambo nililolitambua, true love ni kwa Mungu. Kwa sababu tangu nimekutana na kaka zangu nimejikuta kuanzia akili imebadilika, na tangu mambo mengine tutaendelea nayo baadaye, lakini kwanza apate mahali pa kujihifadhi. Tumekuja kununua blanketi, shuka hizi hapa kwa ajili ya Pastor Debora. Na mito yake miwili, hata kama nalala mwenyewe
lazima amiliki mito miwili kwa ajili ya utukufu. Amina. Yeah. Mungu atatubariki. Tunaamini tutamuona Mungu kupitia hili. Tutamuona sisi na tunamuona. Unaona, kulipia uhai tulionao hatuwezi, ila Mungu ndiye atakayetulinda. Video hiyo iliposambaa kwenye mitandao ya kijamii mwanzoni mwa wiki hii, maelfu ya watu walionekana kuguswa. Wengi walilia, wengi waliona kwamba nyuma ya muonekano wake kulikuwa na mwanamke aliyewahi kusimama madhabahuni akilihubiri neno la Mungu. Ndipo watu wenye mioyo ya huruma wakaanza kujitokeza. Mpaka sasa wachache wamechanga fedha. Debora amepata chumba cha kuishi, akanunuliwa kitanda, godoro, mashuka na nguo. Pengine Debora atapatiwa mtaji wa kuanzisha biashara ndogo pamoja na simu ili aweze kuwasiliana na watu waliokuwa tayari kumsaidia. Taratibu matumaini yanaanza kurejea. Ndoto ya wengi kwa sasa ni kuona akiwarejesha watoto wake na kuanza upya maisha ambayo kwa muda mrefu yalionekana yamefika mwisho. Kisa cha Debora kinatukumbusha jambo moja muhimu sana. Usimhukumu mtu kwa hali uliyomkuta nayo leo. Huwezi kujua ni mapambano mangapi amepitia, wala machozi mangapi ameyamwaga akiwa peke yake. Hakuna usiku usio na alfajiri, hakuna majaribu yasiyo na mwisho, na hakuna mtu ambaye Mungu hawezi kumuinua tena. Kama leo unapitia kipindi kigumu, usikate tamaa. Endelea kushikilia tumaini. Mapito yana mwisho, machozi yana mwisho, na kila giza lina mlango wa kutokea. Mungu akutie nguvu, akupe faraja na akuongoze mpaka siku ambayo nawe utasimulia ushuhuda wako wa ushindi. Mwandaji wa makala hii ni Explorer Tanzania. Kwa sababu kwa kile kitendo cha Mungu kunifanya kama speaker, na isoshe nimekubali kwamba tutakuwa vichwa wala sio mikia. Leo hii Debora nimejiona nimekuwa kichwa. Mungu awabariki. Okay, naitwa George Mwaitenda, katibu wa taasisi ya kupinga ukatili nchini Lemachu. Kwa kirefu tunasema lete mabadiliko chanya ulipo. Mimi ni katibu wa hii taasisi mkoa wa Mbeya. Ninamshukuru Mungu leo nimekutana na babangu hapa ambaye niliona taarifa yake mtandaoni, lakini imekuwa bahati nzuri kwamba nimekutana naye, na kiukweli nimepata ushuhuda mmoja mzuri sana na mkubwa sana kutoka kwake. Nitoe rai tu kwamba ana kitu kikubwa sana ambacho Mwenyezi Mungu amempa, na katika yale aliyoyapitia ninaamini kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa na makusudi. Kwa hiyo wapongeze wale ambao walimuibua kwa namna moja au nyingine na kuweza kuona kwamba wanahitaji kumweka katika mazingira mazuri, sisi kama Lemachu, lakini pia nizungumze pia kwa ujumla kama wadau wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, kwamba tunathamini kile ambacho kimefanyika, na wale watu ambao wamekuwa wakiona kuna kila sababu ya kumfanya udada afike mahali anapopaota au kumsaidia kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tulikuwa pia tumejaribu kuzungumza na watu ambao wamemsaidia kuona kwamba ni namna gani wanapaswa kufuata taratibu za kiserikali kuhakikisha kwamba katika hili jambo analolifanya basi kusiwe na changamoto yote. Lakini yote kwa yote wamefanya kazi nzuri, wamefanya kazi kubwa, na tunaamini kwamba tunapaswa kuunga mkono ili kuhakikisha kwamba dada yetu anakuwa katika mazingira mazuri, na basi injili inasonga mbele. Asante sana.